Na msikilizaji wa Voice of Siga, ikiwa ndipo unajiunga na sisi, karibu sana. Ninaye mgeni hapa anajiita Clara. Tutaweza kujua mengi zaidi kuhusiana na majina yake, ila kwa sasa tunaongea kuhusu namna vijana wanajiunga katika uchezaji wa mchezo wa kandanda. Kuna michezo mingi hapa. Clara tutaweza kutueleza, manake yeye ni mmoja wapo ya organizers katika hii event. Kwa hivyo bila kupoteza muda tujiunge naye katika mahojiano haya. Karibu sana Clara. Asante sana. Kwa majina ni Clara, ama katika lugha ya Kimombo wengi uniita Clarice, na mimi siku ya leo nimefurahi sana kwa mahojiano yenu. Na kulingana na mahojiano siku ya leo nimebahatika kuwa mmoja wao, yani officials ama organizers wa hizi games. Na hizi games ni michezo mingi ambayo siku ya leo tumeidhinisha ambayo inachezwa mahali hapa. Mwanzo kabisa tunao kandanda ambao ni mchezo unaochezwa na wanaume na wanawake. Na kando na kandanda pia tunao mchezo ambao unatumia vibofu na glasi za maji. Kwa Kiingereza ni balloons na glasses. Kwa hivyo vibofu kwa Kiingereza ni balloons. Ni balloons. Sikuwa nimejua. Alafu mchezo mwingine ambao pia tuacheza ni mchezo wa gololi ambao kutumia vijiko kubeba. Unaweka kijiko mdomoni, unakiuma huku kwa mwisho wake. Alafu gololi unaweka hapo mbele ambapo unaenda mpaka unafika mahali tutakuweka. Alafu ukirudi kama utaangusha wewe umetoka kwa game. Alafu mchezo mwingine pia ambao tumeweza kujumuisha siku ya leo ni kuruka na magunia. Yaani tunatumia magunia, tunaingia ndani alafu turuka nayo. Unaruka. Mtu hawezi anguka akaumia. Watu wameanguka wengi ndio hawajaumia. Na ukiumia kuna matibabu unapata ama? Matibabu yapo, maana tuko na wale wana scout ambao tumewaweza kuwaidhinisha siku ya leo, wameweza kutusaidia katika njia moja au nyingine. Tumewapatia zile bidhaa zao wanazohitaji kutibu watu. Kizungu anasema first aiders. Kabla hatujafika hospitali hao wanatusaidia. Na pengine watu wamechangamkia namna gani mechi hizi ama games hizi? Kwa sababu kuna venye unaweza organize games lakini watu wasichangamkie vile kwa uzuri. Kwa hivyo au mavijana wamechangamkiaje games? Hata mimi nashangaa kwa sababu hii michezo nilijua watu wengi watasema ni ya kitoto. Unajua kuna ile michezo ya kitoto na michezo ya kiutu uzima. Kuna huu mchezo ambao tunacheza wa kutoboa vibofu na glasi. Kule kwetu hivyo vibofu na hiyo kutia maji kwa glasi. Kule kwetu huwa unachezwa na watoto wadogo. Lakini nilipouleta katika meza na wale wenzangu officials wakasema hii game inaweza fanya. Na ukweli hiyo game ilipofanya tumeona watu wengi wamechangamkia. Maana nimeshangaa, hata mimi nilikuwa nadhani kila mmoja atasema huu mchezo tusicheze ni wa kitoto. Lakini nimefurahi watu wengi wamependa hiyo michezo. Hata wengine wametufuata wakatuambia group fulani hatujacheza, tunataka tucheze ule mchezo. So langu kuambia ni kwamba mimi naona tu michezo yote siku hizi imekuwa sawa. Mtu yote azacheza, mkubwa, mdogo. The more miaka inaenda na the more umri unasonga, mtu lazima ajiweke katika yule hali ya utoto. Ajiregeshe kule nyuma mahali alitoka. Sasa mimi naona ni vyema michezo yote ichezwe kwa sasa. Na ulijihisi vipi wakati ulizindua ule mchezo wa vibofu kama sijakosea? Alafu watu wakaukumbatia, ulijihisi vipi? Mimi sikuwa na hila yoyote, bali nilihisi amani na furaha. Wajua michezo hii ni ya kimungu. Yaani tuko hapa care groups, tuko hapa in charge of CU of Sigalagala. So kitu kenye kimekuwa kwa huu mchezo ambao niliuleta kwa meza, wenzangu wakaukubaliana kama mjadala, naona kwamba huu mchezo ulikubalika. Na mimi mwenyewe nikaisi furaha, nikaisi ile amani na nikaupenda. Unajua kitu ni ukipende mwanzo ndio ukitumikie. Kama vile unavyopenda Mwenyezi Mungu unamtumikia. Sasa mimi venye nilitoa mchezo niliambia Mungu acha mchezo ukubalike na wengi. Na nikaona umekubalika na umeridhisha watu wengi. Asante sana. Na pengine umetueleza kwamba mechi hizi zimeweza kuandaliwa na the Christian Union, si ndio? Ya the Sigalagala National Polytechnic. Wewe unatoka katika familia gani? Mimi natoka katika familia ya Voices in the Light. Kwa Kiswahili ni mwangaza katika ama mwangaza ndani ya nuru. Na mmeperform aje games za leo? Kwanza kabisa sisi ndio tulikuwa wa kwanza. Kwa ule mchezo wa kandanda wanaume tukachukua 1, wengine wakatoa 0. Yenye ilikuwa tunacheza Voices Favor
Shalom Testimony. Bahati nzuri ama ambayo anasema nilikuwa leo tumeteguka mguu mzuri. Tukabahatika kupata nambari ya kwanza. Ya kwanza tena? Hongera. Lakini bado hatujajumuisha michezo yote ila bado tuko katika harakati za kumalizia. Kwa hivyo mnaazamia kupata shilingi 3,000. Hizo ni zetu jameni Na mkishapata sketi ni kiburi lakini naona twazipata. Mtazipata. Maana tumejitoa na tumejitumikisha. Na mkizipata mtafanyia nini? Tuweke kwa sadaka ama zinunue maji? Mimi naona ni vyema kama ni 3. Moja ziende kwa Mwenyezi Mungu, 2 tuzitumie ile shukurani. Unasema fungu la 10 liende kwa Mwenyezi Mungu. Fungu la 10 lazima Mwenyezi Mungu yastahili jameni. Na wale ambao utapinga ya kwamba fungu la 10 sasa kwa saa hii bado mwisho wa mwezi hujafika. Bado ilikuwa hajateguka mguu. Lakini siwezi jipa kiburi wala siwezi jiinua tukasema tutashinda. Maana bado tunajumuisha hii michezo na tuko katika harakati za kujua matokeo. Sasa bado tunaidhinisha alafu tukishamaliza tutaleta mezani mtasikia. Naam, natumai kwamba bado mechi zinaendelea. Games bado zinaendelea ila hazijakamilika. Kwa hivyo ni changamoto zipi mmeweza kupitia kufikia sasa? Changamoto ni nyingi lakini kwangu mimi changamoto ya kwanza ni uchovu. Jamani si rahisi, nimechoka. Alafu sasa la kushangaza mimi sijawahi participate kwa games. By the way mimi ni mara yangu ya kwanza eti nicheze shuleni nikiwa primary high school sijawahi. Sasa siku ya leo yani nahisi kwamba ile leo ilikuwa ni siku yangu. Kweli kuna mambo mengine kama hujapangiwa lazima upangiwe yatendeke ndani mwako. Sasa mimi naona hii yangu nayo ilikuwa imepangwa. Maana ukiangalia nimezunguka huku na kule kuwatafuta sauti lakini nashukuru Mungu nina sauti. Hiyo nayo sauti kubwa naweza toa. Niko radhi hata iishe lakini niitoe. Kwa hivyo shida kubwa sana ni uchovu. Uchovu jameni. Kama hujazoea kama ni mara yako kwanza kama mimi, utaweza sikia miguu hata ya wakamoto. Nimechoka. Lakini yote 9-10 ni kutumikia Mwenyezi Mungu. Watu wengi wako hapa wanadhani tutalipwa kama officials. Hata rafiki zangu wameniambia tukilipwa tugawanyie. Lakini Yasin, Kenya najua mimi hii ni huduma nafanya ni kaze mwendo nifike. Najua siku moja na mimi langu Mungu atanisaidia. Naam. Na Mwenyezi Mungu anasema kwamba atabariki kazi ya mikono yetu, sivyo? Kwa hivyo wakati tunamalizia pengine utoe wito wako kwa wale ambao wana participate kwa hizi games. Alafu pia umejua kuna wale ambao wana participate kwa kucheza na wengine wana participate kwa kutazama wengine wakicheza. Kwa hivyo maneno yako unaweza waambia namna gani? Naam, maneno ambayo unaweza waambia ni kwamba unapokuwa assigned kwa kazi yoyote ama utakapopewa kazi yoyote na yule mkubwa na alikuamini, ifanye kwa hali ya uangalifu. Usimpendeze yeye, pendeza Mwenyezi Mungu. Hilo ni la kwanza. Wajua watu wengi wanataka waonekane. Mimi naambia Mwenyezi Mungu nikienda mahali sitaki kuonekana. Nataka onekane wewe. Lakini pia mimi la kushangaza na kiherehere ndani yangu. Naongea kwingi na yeye anapiga kelele sana. Lakini sasa mimi husema wacha Mungu aonekane kwangu. Sitaki mimi nionekane. Na pia jambo lingine la pili ni kwamba wanasema you should work hard and you should work smart. Very true. Sasa kuna ile na work hard but hakuna smartness ndani yake. Unaona? So kwa mfano I have been working hard in this field today but where's my smartness? Maybe I have not organized my team well. I have not given out the results well. So I should work hard and I should work smart. That is clean English. You should work hard as well as you should work smart. Perfect. Yeah. You know, you just talked about working hard and smart. Unajua watu wengine wanafanya kazi kwa kujivuta kwa sababu hawaelewi mwito ambao uko katika hiyo kazi, lakini ukifanya kazi unafanya na ile hard work kidogo, alafu pia inakuwa very smart. Kuhakikisha kwamba yale malengo mlikuwa mmeweka kama timu mnafanya nini? Mnayafanikisha, sivyo? Lakini hujafanikisha hivi, umeifanikisha katika njia rahisi na njia yenye kila mmoja amefurahia. Unajua tena mwisho wa siku mimi usema usipende watu wa kunungunikie ama watu wa kukasirikie. Maana siku nyingine utapitako uchaguliwe mahali. Wale watu watapinga tusema kama mtu fulani alikuwa wakati ule mwanzo asichaguliwe tena. Maana wakati ule alitufanya tuka mess up. Sasa wakati mwingine usema ng'ang'ana watu wasije wakakulaumu. Ng'ang'ana ili watu wasije wakakukasirikia. Ni hivyo. Asante sana kwa muda wako. Tumekuwa na maongezi mengi zaidi na organizer hapa, mmoja wapo organizer anaitwa Clara. Hapendi sana Kiingereza lakini amechafua Kiingereza hapo sentensi 3 peke yake na ikakuwa ni Kiingereza tupu. Anasema kwamba work hard and also work smart. Siwezi yapinga aliyosema, ila na kushukuru sana kwa kuwa na sisi. Tukimalizia ataweza kutuambia social media handles zake, vile pia ataambia watu wa Voice of Siga subscribe hapo kwa Voice of Siga, wa like pia wa share. Kwa hivyo social media handles zako. Naam, mimi
unaweza nipata kwa Facebook najiita Clarice. WhatsApp ni wewe unapeana mtu nambari yako ndo kutafutia WhatsApp. Aya, niko TikTok najiita Clara. Kwengine Instagram bado sijaingia ule undani sana, huwa napita tu juu. Lakini hasa sana mimi upenda TikTok. Sasa ukifika pale unanitafuta, mimi ni mpenda vihoji. Baadaye mimi pia napenda kuimba. Ni pale TikTok nimefungua akaunti yangu ya uimbaji. Pia mnaniambia mahali nimekosa, unajua ni vizuri watu wakikurekebisha. Soma kupitia kwa makosa yako. Usipende watu wakupambia umefanya vizuri. Penda watu wakikwambia umekosea ndo utajipatia nguvu ya kesho ya kufanya zaidi. Sasa pale TikTok nifuatilie, pale Facebook nifuatilie, pale WhatsApp nifuatilie, Instagram nifuatilie na nitafurahia sana. Yani all social media platforms wakupata kama Clara, sivyo? Ukitaka tu search tu Clara. Wengine huku nitamkosti. Yani mkosti sijalitaka vile sana kwa sababu wakosti ni wengi, lakini upenda Clara. Jina langu. Na Clara, sitaki ujue mtu anisumbua baadaye. Kuna editor mmoja wa Voice of Siga anaitwa Brian Mai. Atanisumbua hapa kwa namba ya WhatsApp. Kwa sababu umesema namba ya WhatsApp unahitaji mtu awe na namba yako ndipo sasa ku message, sivyo? Kwa hivyo hii namba unaweza peana sasa hivi ama itakuwa ngumu? Namba wanifuata mwenyewe. Maana namba siku hizi ukitangaza unaweza fuatiliwa sana. Siku hizi wajua wafuatiliwa mpaka mwenyewe uawa. Haina haja. Sasa mtu anifuatilie tuongee na yeye alafu mwisho wa siku hata ile ataniambia anachohitaji. Alafu tutazungumza. Nimeshukuru sana, imekuwa maongezi ya kufana. Nimekuwa na Clara, anapenda kujiita Clara, manake huyu mkosi Kiswahili chake chenyewe ni cha hadhi, changu cha kujivuta tu, cha kujikaza, ila maongezi yamekuwa matamu. Nashukuru sana. Ambia majamaa wa subscribe kwa Voice of Siga. Okay, you can subscribe kwa hiyo voice ya Siga. Iko YouTube, hata TikTok nishaikutana nayo. Penda, waambie kazi wanaofanya, alafu itakuwa ya baraka. Subscribe hapo kwa Voice of Siga, alafu itakuwa safi sana. Asante sana kwa muda wako.